Waandishi wa habari na viongozi waandamizi wa chama, kwanza kabisa nipende kutumia fursa hii kwa kuwapeni pole pamoja na mimi mwenyewe. Nataka nizungumze kwa kifupi kwa sababu mengi ameyazungumza mwenyekiti wangu kwa ufasaha na kwa uweledi mkubwa. Na kama ambavyo nimetambulishwa, jana nilipata fursa ya kuitembelea familia ya marehemu Mawazo, mamake mzazi, nikiambatana na viongozi waandamizi wa chama. Kwa niaba ya chama, kwa niaba ya Wazanzibari, kwa niaba wa Tanzania kwa ujumla, tulienda kumuona mama wa Mawazo na familia yake kumpa pole. Lakini nisukutu kusema, waandishi wa habari, makamanda, kifo cha Mawazo si mpango wa Mungu tu, kuna na mikono ya watu. Wakati nimefika kwa mama mzazi na familia pamoja na viongozi mbalimbali, wakitambua ni makamu mwenyekiti wa chama, waliona ni fursa ya kunielezea mkasa mzima ulivyomtokea Mawazo, na ndio napata sababu ya kusema kifo cha Mawazo si mpango wa Mungu tu, na mikono ya watu ipo. Nikizungumza kwa ufupi, waliniambia Mawazo baada ya tafrani ambazo zilitaka kutokea kwenye kikao, aliamua kuondoka kwa kukodi pikipiki. Lakini mara kuingia barabarani, pikipiki hiyo ilizuiwa na gari ambayo namba zake za usajili wa gari hiyo zipo hapa, tawatajia baadaye. Tutazitaja nafikiria kesho, kwa sababu kuna maelezo yanaingia katikati. Wakaanza kumvamia, kumpiga na baadaye kumuingiza ndani ya gari. Wakampiga mbali mdogo, wakamtoa kumteremsha chini, wakaendelea kumpiga wakinadi ni mwizi. Wakatokeza vijana wawili ambao walikuwa wamepanda pikipiki, mtu au kaka na mdogo wake. Walipomuona ni Mawazo ambaye anapigwa, wakasogea na wakawambia, huyu si kibaka, huyu si mwizi, ni Mawazo mnampiga. Na katika hali iliyokuwa wakaomba wamuachie, lakini wakawa wanalazimisha wamweke barabarani, wamkanyage kwa gari. Ndio kaka wa huyu mdogo mtu ambaye walikuwa wamepanda pikipiki moja akasema, kama ni kumkanyaga Mawazo kwa gari baada ya kipigo ambacho mmeshampiga, naomba mnikanyage na mimi. Wakataka kumpiga, akawambia mimi ni CCM, na akachomoa kadi yake ya CCM, na anatambulika kwa jina hili hapa, Mabilika. Mimi ni CCM, lakini mnachokifanya sikubaliani nacho. Wakati huu ndugu wa kaka huyu amekimbilia kituo cha polisi kutoa taarifa kwa polisi, na polisi wakamwambia taarifa hiyo tunayo. Stili amerudi kwenye tukio, polisi hawakufika mpaka wamekuja wananchi, na Mawazo amepelekwa hospitali akiwa chini ya uangalizi wa wananchi, sio jeshi la polisi. Na polisi wana taarifa ya kutosha. Katika hatua hii polisi wakafuatilia kukamata watu 4. Watu waliobakia wakawa polisi wanabisha huku na huku. Na kwa sababu Mawazo alipigwa mchana kweupe saa 5 za asubuhi, waliompiga Mawazo, waliomuua Mawazo wanajulikana kwa majina. Kijana huyu akajaribu kushirikiana na viongozi wa chama kwenda kutoa taarifa kwenye jeshi la polisi, utaratibu mzima ulivyokuwa, akitaja na majina ya watu waliompiga Mawazo. Rekodi zipo, akizungumza na viongozi wa chama, akizungumza na jeshi la polisi, lakini bado ukamataji wa waliofanya uhalifu huu ukawa unaendelea kusuasua. Ndipo vijana wetu wakishirikiana na wasamaria wema wakaamua kufuatilia mchakato huu. Juzi
wakatoa taarifa polisi juu ya mmoja waliofanya uhalifu huu, yuko eneo fulani, yuko nyumba fulani. Polisi wakaendelea kubisha, na walipoendelea kuweka msisitizo, ndio polisi wakaja wakawapeleka kwenye nyumba Katoro ambako mhalifu yupo. Polisi wakaingia ndani, wakatoka nje, wakasema hayumo. Vijana wetu wakaweka ulinzi. Walipoweka ulinzi ili kuhakikisha kijana hatoroki, wakabahatika kumkamata kijana huyu akiwa ndani. Cha maajabu zaidi, alikuwa anafanyiwa tambiko. Walikuta kuna mbuzi dume amechomwa mshare, amekatwa sehemu zake za siri, na baada ya kuendelea na msako huo wakamkuta mhalifu yuko kwenye mvungu wa kitanda. Wakamtoa, wakamkamata, na wakawapigia jeshi la polisi kuja kumchukua. Polisi ndio wakaja kumchukua, na mpaka jana wamekamata kijana mwingine ambaye ni mhalifu wa tukio hili. Wananchi wenyewe wakishirikiana na viongozi wetu na polisi wakawa wanaendelea kubisha, baada ya wananchi na viongozi wetu kuzungumza kuhusiana na hali halisi ilivyo na hatua ambazo wangeweza kuzichukua. Ndio jeshi la polisi wamekuja jana hiyo wakamchukua yule. Kwa hivyo vijana wetu wamefanikiwa kuwapata watu watatu, wao wenyewe wakawakamata, na baadaye polisi ndio wakatoa ushirikiano baada ya majibizano makubwa sana. Katika hatua hii ndio tunaposema mauaji ya Mawazo ni mauaji ya kupangwa kabisa kabisa. Kuna ushahidi wa kutosha, kuna mashahidi wapo, kuna majina yaliyokamatwa na majina ambao kwamba bado hawajakamatwa. Nazungumza kwa wanahabari, kwa umma wa Tanzania, bado kunaendelea vitisho kwa viongozi wetu, wa wahisani wa karibu na Mawazo, kuona taarifa hizi za uhakika zisiende kutolewa. Hata kijana ambaye alitoa ushahidi huu na akatoa maelekezo haya, juzi alifanywa tukio la maajabu akiwa na pikipiki yake. Zimekwenda pikipiki mbili kutoka kila upande, zimemvamia kijana huyu, akaumia mguu sehemu ya goti, akahifadhiwa na viongozi wetu wa chama, anaendelea vizuri. Lakini bado ufuatiliaji tunasema wa jeshi la polisi ni mdogo sana, zaidi ya kutuzuia kutenda haki ya Mheshimiwa Mawazo kama kiongozi mwandamizi wa kitaifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa kumalizia, nilisema nitataja hata namba za gari ambazo nimeshauriwa na wanasheria. Sina haja ya kutaja namba za gari, sina haja ya kutaja majina ya ambao walikamatwa na ambao hawajakamatwa, lakini taarifa zote tunazo. Tutashirikiana na jeshi la polisi pale ambapo litataka mashirikiano na sisi kuhakikisha haki inatendeka. Na saha zangu kwenye vyombo vya dola, sisi tumekubali mengi ambayo wamefanya, na bado tunasema tutajitahidi kuilinda amani ya Tanzania, lakini wasitupeleke tukafika pahala tukasema inatosha, na wananchi watafika pahala watasema inatosha. Hatutaki tufike huko. Nakushukuru sana, asante sana. Shukuru sana makamu mwenyekiti.